Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Kwa wale msionifahamu, mimi ninaitwa Askofu Benson Bagonza. Ninatoka Diocese ya Karagwe. Diocese hii ilipopata msiba mkubwa wa kuondokewa na askofu wake, niliombwa niwe mlezi. Lakini yatima ni wagumu sana kuwalea, wakanishinda. Ndipo akapatikana Hilinti anayeendelea kulea na anakaribia kumaliza kazi yake mwezi Julai. Na kupongeza baba. Jambo la pili, kwa niaba ya kanisa letu napenda kuwashukuruni nyote. Nirudie kama nilivyosema kule Mwanga, kuishukuru sana serikali yetu kwa kumpa heshima kubwa anayostahili mzee wetu Cleopa David Msuya. Kama mjuavyo, mzee wetu huyu alistaafu utumishi serikalini, lakini hakustaafu upendo wake kwa watu wa Mwanga. Aliwapenda upeo. Muda wake wote wa kustaafu, mawazo yake, mapenzi yake, nguvu yake alivitumia katika kuwapenda watu wa Mwanga, na mimi ni shahidi. Nilimfahamu mzee huyu mwaka wa 1977. Wakati huo nikiwa kamanda wa chipukizi wa wilaya yetu ya Karagwe. Alifika na sasa mimi kama kamanda nilipewa shada la maua na skafu ya kumvisha, na kwa sababu yeye alikuwa na kimo cha maandamano kama mimi, sikupata tabu sana kumvisha ile shada. Nikamvisha, akawa na interest nami, tukapotezana. Baadaye miaka 20 iliyopita alipopata na msiba mkubwa wa kuondokewa mwenzi wake Maroda, nilipofika kumsalimia, tukazungumza mambo mengi yanayohusiana na uhai wa kanisa katika eneo hili. Niliporudi nyumbani, aliniita tena akasema, askofu, nililetewa rambirambi nyingi hapa kwa ajili ya mke wangu. Ningependa kama una kitu cha kumbukumbu nitoe sehemu ya rambirambi hizo ukifanye kwa ajili ya kumbukumbu. Akasema kuna mipango mingi huku inafanyika ya kuweka foundation na nini na nini, lakini nisingependa kuchelewa. Basi nikampa wazo, akatoa fedha za kujenga bweni la wasichana la shule ya sekondari ya wasichana Bweranyange iliyoko Karagwe, kama kumbukumbu ya maisha ya mpenzi wake Maroda. Mzee huyu alikuwa msikivu. Mimi nilipofika mbele yake mara nyingi, kwanza hakuwa mpayukaji kama mimi, kwa hiyo nilihitaji kusikiliza kwa sababu anasema polepole. Kila neno lilotoka katika kinywa chake lilikuwa na maana nzito. Nikafika mara ya pili alipopata msiba mkubwa wa mtoto wake. Nilitumia siku nzima kukaa naye na kuzungumza naye. Alikuwa na mawazo mengi mazuri kwa ajili ya eneo hili. Nikafika mara ya tatu alipofiwa na rafiki yake kipenzi mzee PK. Akaniambia jambo moja ambalo nataka nimalize nalo. Aliniambia mwenzetu huyu alikuwa na muamini sana Mungu. Naamini tutakutana naye huko. Wazee hao wawili walivyokuwa marafiki, PK na CD, walikuwa ni alama ya chemchemi ya mawazo ya maendeleo katika eneo hili. Na sisi tulipenda kutania kwa sababu watumishi wote wateule waliofika katika eneo hili, usipoelewana na wazee hao wawili PK na CD, utumishi wako katika eneo hili utakuwa mashakani.
Sisi tuliwatofautisha kwamba mmoja anasikilizwa, mwingine anaheshimiwa. Sasa sitaki kuambia nani alikuwa anasikilizwa na nani alikuwa anaheshimiwa. Lakini wazee hao wawili, na sasa mzee huyu anapomfuata mzee mwenzake, mimi wananigusa kipekee kama miamba wawili wa milima ya Upale waliokuwa na upendo wa dhati kwa watu wake na maendeleo ya watu wa eneo hili. Basi kwa niaba ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri ambao wote wawili walitumikia kwa mioyo yao yote, napenda kuwashukuruni nyote kwa kuwavumilia pale walipokuwa na madhaifu, kwa kuwaombea pale ambapo walihitaji sala zenu, na kuwapa ushirikiano pale walipopigania maslahi ya watu wa milima hii. Apumzike kwa amani mzee wetu Cleopa David Msuya. Asante sana. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.